alienda kwa Yesu wakati wa usiku, alienda kwa Yesu kweupe, ili watu wote wajue ya kwamba haogopi chochote. Kilicho mbele yake ni kutafuta uhai wa binti yake. Kilicho mbele yake sio heshima, ni uhai wa mtoto wake. Kilicho mbele yake sio heshima, ni uhai wa binti yake, aweze kuishi, anusuru uhai wa binti yake. Heshima hazina maana kama hatuna uhai. Heshima hazina maana pale tunapokufa. Heshima hazina maana pale tunapokosa uhai. Ndio maana ya hilo akaona aende kwa Yesu ili kutafuta uhai, wala si kwa sababu nyingine yoyote, lakini ni swala la uhai, ni swala la maisha. Swala la maisha halina kujiangalia angalia. Swala la maisha halina kujichunguza chunguza. Swala la maisha halina kujikagua kagua. Wako salama ati kwa sababu mambo yamewaendea vizuri, kwa sababu anaweza kutembea akajikagua kagua, akaangalia jinsi alivyopendeza. Lakini akifika masaa ambayo huwezi kujikagua kagua, maringo yote yanakoma, kiburi kinakoma, ngebe zinakoma, ujeuri unakoma, kujiona kunakoma, habari ya dini inakoma. Inabaki jambo moja, namtaka Yesu ili niweze kupona. Namtaka Yesu ili niweze kuwa salama. Namtaka Yesu familia yangu ipone. Namtaka Yesu familia yangu ipone. Namtaka Yesu watoto wangu wapone. Namtaka Yesu jamii yangu ipone. Hayo ndio mambo yanayosalia. Nisikilize ndugu yangu Mtanzania. Maandiko yanasema Yairo akaenda kwa Yesu. Yairo akaenda kwa Yesu. Na Yairo alipofika kwa Yesu akamwambia, naomba bwana mkubwa, twende nyumbani kwangu, binti yangu anaumwa. Yesu hana madharau. Hamdharau mtu yeyote. Hata kama uliwahi kumtukana, anakukaribisha njoo kwake. Hata kama uliwahi kumonyesha dharau, anasema njoo kwangu. Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukae